kukijaji. Mimi nachokijaji zaidi ya kwamba ndio nimegusa mpira mara moja lakini umeleta athari gani. That's why Haaland kwenye game zima dakika 90 naweza kagusa mpira mara 5 mara 6, lakini hapo unaweza ukakuta hat-trick ndani ya hiyo mara 5 mara 6. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Jonathan Soa pia alikifanya jana, ya kwamba napata nafasi ambazo ni chache, nagusa mpira mara chache, lakini kugusa mpira kwangu mara chache zaidi unaenda kuleta athari gani kwenye game. That's why ukijaribu kuangalia jana Simba walijitahidi kumzuia kwenye nafasi nyingi ambazo alikuwa anajaribu kuzitengeneza, lakini nafasi moja ambayo aliipata imekuwa ni darasa pia kwa washambuliaji wengine ambao wanacheza ndani ya ligi kuu soka Tanzania bara, kwamba mshambuliaji haupati nafasi 10 utumie 3 useme kwamba umepiga hat-trick na unapaswa ushangilie. Kuna nafasi 7 umezikosa. Kwa nini umezikosa zile nafasi? Ndio kitu ambacho nadhani maswali ambayo bado yanaendelea kuyauliza. Kumbuka Jonathan Soa ameingia ndani ya msimu huu wa ligi kuu soka Tanzania bara ni nusu msimu, ameanza kucheza mwezi wa kwanza hadi hivi sasa kwenye msimamo tu wa wafungaji ana magoli 10+. Hiyo inakupa ni ujumbe tosha ya kwamba ni mchezaji wa namna gani, ni mchezaji wa klasi ya namna gani kwenye ligi ya soka Tanzania bara. Lakini pia hautoacha kumzungumza mtu kama David Ouma. Kitu ambacho anakifanya ndani ya kikosi hicho ni kazi nzuri, kwa sababu alipokea timu nadhani ni katikati wa msimu kama katikati amepokea timu. Amepokea katikati, na ukijaribu kuangalia kwa hivi sasa ameijenga timu yake, inacheza kwenye kama ni mtu ambaye amekaa na timu zaidi ya miezi zaidi ya mwaka mmoja kwa hivi sasa, jinsi timu inavyokaba kwa pamoja, inavyotengeneza mashambulizi kwa pamoja, lakini pia inavyotumia zile nafasi ambazo ameweza kuzicreate before. Kwa hiyo ni timu ambayo amefanikiwa kuijenga kwenye misingi ambayo ni bora kwa hivi sasa. Lakini bado atakuwa na maswali kwangu ya kuendelea kujiuliza kwamba ndio amecheza kwenye mchezo ambao ulikuwa ni bora sana. Michezo inayofuata ikoje? Lakini pia hatua ambayo wapo kwa hivi sasa kufanya kitu gani? Na kuna baadhi ya vitu ambavyo pia uongozi wa klabu ya Singida Black Stars inapaswa itazame kwa hivi sasa, kwa sababu tayari wapo kwenye hatua ya finali. Heshima ambayo anapaswa kuiweka kwa hivi sasa ni kuchukua ubingwa, na ukijaribu kuangalia ubingwa ambao uko mbele yao ni mmoja tu ambao ndio huo. Wanaenda kucheza na timu ya namna gani? Timu ambayo ni Young Africans. Wapo bora kwenye maeneo mengi sana kwa hivi sasa. Ukijaribu kuangalia eneo la ulinzi, eneo la midfield na eneo pia la ushambuliaji, wanapaswa wakafanya kitu gani? Lazima wasiipe team pressure, kwa sababu sometimes unapoipa team pressure labda ukamwaidi milioni 100 200, inawezekana pia wale wachezaji unaondoa kwenye concentration ya game, wakaanza kuiwaza milioni 200 ambao umeiweka, milioni 100 ambao umeiweka, kitu ambacho ni kibaya, na wachezaji pia kupata matokeo mazuri wakiwa kwenye pressure ama wakiwa wanawaza vitu ambavyo ni vya tofauti, inawezekana ikawa ni mtihani kwao. Kwa hiyo na kuna kitu kimoja miaka ya nyuma Simba na Yanga wanavyoenda kucheza game mara nyingi, tunashuhudia baadhi ya matokeo pia ikiwapata wachezaji ya kwamba upaswe kutumia simu. Upaswe kutumia simu na mambo mengine kama hayo. Kwa nini wanafanya hivyo? Ili kumuondolea mchezaji ile lose concentration ya kwamba una game alafu kuna mtu amekutumia message yuko kwamba kuna hichi hapa, kuna mtu amekwambia kwamba ukifanikiwa kufunga nakupa milioni 5, nakupa milioni 10. Unaanza kumuondoa mchezaji kwenye focus na game ya kwamba game inataka kitu gani. Unaanza kufocus, unaanza kuiwaza ile ambayo tayari umekushaahidiwa. Kwa hiyo ni baadhi ya vitu ambavyo pia uongozi wa hivi vilabu vingine Singida tu na vilabu vingine pia viondoe utaratibu ya kwamba kuahidi sometimes wachezaji mahela makubwa, na ukijaribu kuangalia kuna timu unaweza kaahidi milioni 100 kwa so issue, kwa sababu Simba ukienda kuahidi milioni 100 ndio umewapa hamasa na kitu gani, lakini kuna wachezaji ndani ya mwezi mmoja tu, hiyo hela ni hela ambayo ni ya mishahara pekee. Na unakuta wakati mwingine haitoshi, kwa sababu una wachezaji ambao wanalipwa milioni 20, kuna wachezaji ambao wanalipwa milioni 30, milioni 10, kwamba ni wachezaji 4 5 milioni 100 yako imeisha. Na ukijaribu kuangalia ukichukua ile 100 ukigawanyisha kwa wachezaji wote, unajikuta kwamba wachezaji wote wanakuja kuondoka labda na milioni 2 3, kitu ambacho kwa wachezaji wa timu kubwa Simba na Yanga ni hela ambazo kwao ni kawaida, kwa sababu ukienda Simba na Yanga sidhani kama kuna mchezaji ambaye analipwa chini ya milioni 2. Huo ndio ukweli. Kwa hiyo
Na ukienda kwenye hizi timu zingine kuna wachezaji ndio wanalipwa vizuri, hatuwataki ku let down vilabu vingine, lakini wachezaji wengine wanalipwa milioni 1. Ni hela ambazo ndo wanalipwa kwa mwisho wa mwezi. Unakuta labda mchezaji ambaye ni professional labda analipwa milioni 5 na visenti vidogo. Kwa hiyo unapoahidi pia mahela makubwa, anaanza ku expect ya kwamba kwenye hii hela mimi nitaondoka na milioni 5, nitaondoka na milioni 10, kitu ambacho mara nyingi sikipati kwenye mshahara. Kwa hiyo mchezaji badala ya kuanza kufocus na game, anaanza kuiwaza ile ya kwamba tunafanyaje ili tuipate. Na kitu ambacho ni kibaya, na muda mwingine pia kinarudisha nyuma jitihada ambazo makocha wanazifanya kuhakikisha kwamba timu zinafanya vizuri. Lakini nadhani ukifuta pia huko ambapo wapo kwa hivi sasa, wanapaswa wajicount ya kwamba next season wanacheza michuano ya kimataifa, wanacheza Confederation, michuano ya pili kwa ukubwa barani Afrika kwa ngazi ya vilabu. Wanapaswa wafanye kitu gani? Kule wanakutana na vilabu ambavyo ni vigumu zaidi, ni vilabu ambavyo vinajua zaidi ya wao, ni vilabu ambavyo ni vikongwe zaidi ya wao, wanamewekeza zaidi ya wao. Wanapaswa wafanye kitu gani? Huwezi ukasema kwamba msimu huu na wachezaji wa namna fulani msimu ujao nitafanya usajili mwingine. Kufanya usajili si dhambi, lakini unaenda kufanya usajili kipindi ambacho unapaswa kwenda kushiriki kwenye michuano ya namna gani? Kuna watu unaweza kusema kwamba Simba wamesajili msimu na wakafika kwenye hatua ya finali. Ndio, kwa wao ni kitu ambacho inaweza ikatokea kwenye football, lakini uwezo ka expect ya kwamba nitafanya usajili msimu na msimu unaofuata nitafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo nadhani kuna wachezaji ambao wanalazimika kuhakikisha kwamba wanawazuia kuelekea msimu ujao wa mashindano. Kwa hiyo kwangu mimi Singida Black Stars dhidi ya Simba siku ya jana ulikuwa ni mchezo ambao ni bora, lakini kitu ambacho alikizungumza pia coach, kabla sijarudisha kwako, alisema swala la uchovu inawezekana ikawa ni kweli, kulinganisha pia na timeline jinsi walivyocheza tarehe 11 walikuwa na mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini kumbuka nyuma hapo kwanza walicheza michezo 3 kama sijakosea ndani ya siku 10. Ndani ya siku 10, kwa sababu walicheza mchezo wa mwanzo tarehe 1, nadhani tarehe 5 pia wakacheza, nadhani kuna mchezo mwingine wanacheza kama michezo 3 michezo 4. Wakaja tarehe 17 wakacheza dhidi ya RS Berkane, mchezo ambao ulisafiri. Misri walitoka hapa wakaenda nchini Morocco, wakarejea tena wakacheza tarehe 25, tarehe 28 akashuka tena dimbani. Jana tarehe 31 akacheza. Kwa hiyo huenda pia ratiba kwa kiasi chake inawezekana ikawaminya, lakini unazungumza pia na ubora wa wachezaji ambao uko nao kwenye eneo la bench. Je, ni wachezaji ambao wachezaji fulani wakipitia wakati mgumu, je, unaenda kutumia wachezaji gani ambao watakuja kukusaidia kwa wakati mwingine labda wachezaji wako kwenye hali ambayo sio nzuri? Kwa hiyo ni message pia nadhani anatuma kwa uongozi wa klabu ya Simba ya kwamba lazima na wao wafanye usajili ambao ni bora kwenda kurekebisha kikosi chao kuelekea msimu mpya wa mashindano, kwa sababu hiyo tayari ni kama message ameituma ya kwamba kama sina Kibu Denis anayecheza muda huo, sina mbadala sahihi wa kwenda kumtumia kwa mchezo unaofuata kama Kibu Denis hata kwa sawa kiafya. Sawa.